huna uwezo wa kubadilisha kitu ambacho kinaendelea katika maisha halisi. Yaani kile kitu unachokiona katika maisha huna uwezo wa kubadilisha. Lakini vitu ambavyo vinaweza kubadilisha ni vitu vilivyoko ndani yako. Maana yake ni nini? Chochote unachokiona katika maisha, katika ulimwengu halisi, kwa maana kwamba physical plane, yani ule ulimwengu umbo unaoshikika ule. Tunaona kwa macho, zile sauti unazosikia na vile vitu ambavyo tayari vimeshadhihirika katika ulimwengu halisi, huwezi kuvibadilisha. Kwa nini? Yale ni matokeo, na matokeo hayabadilishwi kwa matokeo, ila tunabadilisha matokeo kwa kurudi kwenye chanzo. Kwa ukitaka yale yanayoendelea katika uhalisia yaweze kuwa tofauti, unachotakiwa kufanya ni kubadilisha vile vitu vinavyoendelea katika nafsi yako, katika moyo wako na katika akili yako. Tukienda deep zaidi wanasema you have to change the frequency. Yani ile frequency au kile kinasa mawimbi cha kwako ndio unachotakiwa kukibadilisha, kwa sababu tunaoyawaza, tunaoyafikiria, tunaoyazungumza ndio yale yanayokuja kudhihirika katika maisha yetu. Kwa kama kitu kimeshadhihirika, hayo tayari ni matokeo. Unahitaji kitu cha tofauti, unatakiwa kubadilisha yale yanayoendelea ndani yako. Hilo ni fundisho moja kubwa sana. Na ukitaka kuamini hilo, ndio maana turudi katika ile misemo ya wahenga wanaosema aliwazalo ndio limpatalo. Si ndio? Moyo wako ulipo ndipo maisha yako yalipo. Si ndio? Hayo ni maandiko na vitu vya aina hiyo. Kwa hiyo mwisho wa siku sisi ni matokeo ya fahamu zetu, ni matokeo ya vile vitu ambavyo tunavifikiria. Kwa kitu unachokifikiria kwa muda mrefu, kitu ambacho unakizungumza kwa muda mrefu, kitu ambacho kinakuanzisha kwa muda mrefu, huo ndio unaokuja kuwa uhalisia wako. Kwa angalia nini unakiwaza sana, au angalia nini unakifikiria. Lakini kubadilisha ambayo yameshatokea, never. Ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu yale tayari ni matokeo. Kwa rudi kwenye chanzo, ambacho chanzo kikubwa ni kurudi kwako wewe mwenyewe binafsi.